Mzee, nyumba nimeiona na kiukweli inanifaa. Umeipenda? Ndio. Sasa hapa kuna sharti moja. Sharti gani hilo mzee? Umeona kile chumba kilichopakana na choo cha public? Ndio. Hakihitaji kufunguliwa wala kutumika. Sasa mzee wangu, unakataa vipi kile chumba nisikitumie? Kama nitalipia pesa, nitakuwa mmiliki wa hapa. Na ndio maana nimekupunguzia kodi. Najua kile chumba huwezi kukitumia, maana kina vitu vyangu. Sawa, nimekuelewa mzee wangu. Nitafanya hivyo. Narudia tena. Kile chumba usikitumie wala kukifungua. Sawa. Sawa. Hello? Mimi nimeshapata nyumba. Kwa hiyo naomba uje na gari hapa. Haya, sawa. Oya kijana. Nipeleke Nyebulu mara moja. 2000. Mzee atakuwa ameenda wapi? Nakumbuka nimembeba kabisa. Sasa kashuka vipi tena? Lemenga, nadhani mazingira yote ya kufanya usafi umeshayaona. Nilikuwa naomba mpaka saa 10 uwe umeshamaliza usafi. Maana nataka kuhamia leo. Sawa madam. Mazingira nimeshayaona na nikutoe wasiwasi tu kwamba kazi yako itafanyika vizuri. Nitafanya usafi, lakini mimi siko peke yangu katika hizi kazi. Nina mshikaji wangu mmoja nitapigia simu kwa ajili ya kuja tusaidizane, ili itakapofika saa 10 ukute mazingira yako sawa kabisa. Hilo halina shida. Uzuri tushakubaliana bei. Kwa hiyo ukitaka kuleta watu 6, 5, mimi halinihusu. Mimi ninachotaka mpaka saa 10 kazi yangu iwe imeshakamilika. Na nikitoka hapa, naenda kuandaa usafiri ili mradi vitu vyangu vifike hapa. Basi sawa madam. Vipi mzee wangu? Kuna shida? Mara ya kwanza nilikwambia nini? Usichumba kile karibu na choo. Lakini mimi sijakifungua. Mtu aliyompa kufanyia usafi kwenye nyumba. Kwani kafungua kile choo? Amekifungua? Sio unauliza mimi. Sasa sikiliza. Kwa kuwa umekiuka masharti yangu, kilichokukuta usiniulize. Unamaanisha nini mzee wangu?
Muda ukifika utaelewa ninachokimaanisha. Mzee Maliwata, tumepata taarifa nyumba yako kule bondeni huwa unapangisha wasichana, alafu kisha usiku unawaingilia. Hizi taarifa zina ukweli ndani yake? Wewe kama nani unaingilia maisha yangu? Ile ni nyumba yangu. Wewe nakuhusu nini? Mimi nakuuliza tu kama mwanachama, kwa sababu hicho unachokifanya ni tofauti na utaratibu wa chama chetu. Bigegedi, unachotakiwa kufuatilia mambo ya chama, sio mambo yangu. Ile ni nyumba yangu. Wewe nakuhusu nini? Kwa hiyo hizi taarifa zinaonekana ni za kweli, si ndio? Sasa sikiliza, naomba uache mara moja kabla tujachukua hatua nyingine. Bigegedi, nakwambia tena, acha kufuatilia mambo yangu na usiniwekee masharti yoyote kuhusu nyumba yangu, hasa kusala kupangisha. Najua mimi mwenyewe. Sawa? Alaga banshi.